mama kanipa baisikeli, baada ya kupata baisikeli nikapata ndoa ya pili. Kura tu za mabalozi, hata akija kugombea na Donald Trump, mama atashinda. Kijana ambaye ni mpenda rushwa, mwizi, fisadi, tapeli, mvivu, asiyejifahamu, aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana katika taifa na hata kwenye chama. Nimecheka sana kuona hii clip sababu ni kama Magufuli alikuwa anamzungumzia huyu jamaa. Yaani kama mtu unapewa baisikeli unaongea maneno hayo. Je, ungepewa pikipiki afu ukiangalia baisikeli kwani ni bei gani? Sababu sio kitu kibaya kwa wao kuwapa watu wao baisikeli, manake hawakutoa kwa kila mtu, ilikuwa ni kwa viongozi wale wa chama. Kama ni mtu ni mwenyekiti ni nani kwa anapewa baisikeli, pikipiki hivi. Huyu jamaa unaona ubongo wake jinsi anavyofikiria. Ndio maana kapewa baisikeli. Angepewa pikipiki ingekuwaje? Umeona baisikeli kwani ni bei gani? Kwa alichokifanya sio kwamba ni kitu kibaya kwa sababu ni watu wao. Kwa hiyo ile ni kama wanawariwadi wale watambua koloyo kwao. Umeona kwamba okay, mmekuwa na sisi muda mrefu, bado tuko pamoja, kwa hiyo chukua hicho kidogo. Unaona unapewa baisikeli, kuna mtu kapewa gari ya 1 billion. Umeona, kwa hiyo ni anyway, umeona title ya hii video, umeona thumbnail ya hii video. Kama ni mara yako ya kwanza katika hii channel, fanya subscribe. Tuone tukaone ni kitu gani kwamba kimetokea umeona katika uchaguzi kulingana na kinachoendelea. Je, ni kweli au si kweli? Na ni kweli ni kipindi hiki au ni video ya nyuma? Twende afu tuone nini kina happen. Hapo hapo. Kunja tukikunja inaingia. Punguza. Haina shida. Wewe kunja. Okay, kidogo. Hizo za rais wewe. Gawa na hizo mara mbili zingie rakana. Hapo zingie sawa. Sawa. Paka tu taratibu haraka. Weka kidogo. Kunja vizuri. Hizo iweke, kunje iweke. Hizo za mbunge. Weka kura. Rais ameniamini kufanya hii kazi. Hizo za rais. Aisee, hii ni mbaya kupita kiasi. Yaani inafanya ionekane wale ambao wameenda kupiga kura ni wajinga. Yani ndio tafsiri inaweza kutendeka hapa kwamba yeye ameenda kupiga kura sawa, lakini hayo maoni yenu, uchaguzi wenu, uamuzi wenu wa kuchagua mnayemtaka yani ni nothing, ni bure. Ndio tafsiri inayoonyeshwa hapa. Lakini sasa tukiangalia je, ni clip ya sasa hivi, kwa sababu unajua kupata hizo boxes za unaweza kusema labda ni watu wako pembeni wana nani, lakini kupata hizo box za kupiga kura utazitolea wapi kwanza? Kwa inaweza ikawa ni kweli ni kitu kimetokea na ni wakati huu au wakati wa nyuma, kwa sababu unajua watu wanafufua mafaili. Umeona, maana hii tabia haijaanza leo. Unajua wizi wa kura nini, watu wameanza kuiba toka kitambo. Yani ni na siku zote bana uchaguzi uko fair. Mwenye nguvu ndo anashinda. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona ni kuepuka ya mausumbufu yote. Kwa nini tusingekuja na ile mifumo ya kwamba kama Marekani
unapiga kura kielektronic. Tuache mambo ya mapepa ujue, ili kuondoa hii taharuki, huyu kaibiwa, huyu kafanya hivi. Ni mnapiga ni kielektronic, alafu ni tena kwa njia ya vidole. Mbona unajua tushama ile mifumo ya kizamani, ukienda kama Burundi ndio bado wanatumia ile mifumo ambayo tulikuwa sisi tunayatumia ya kipindi hicho, umeona, ama karatasi. Lakini sasa hivi kama huko kwenye system haupati kazi, umeona hicho kitu. Kama huko kwenye mfumo haupati kazi popote, ufungue account ufanye chochote, kwa unakuwa sio raia. Na wengi unajua wameshindwa kupiga kura kwa sababu hawana need, na maana ni wako Tanzania lakini kama sio Tanzania. Sasa mimi nashauri kiukweli tungeenda kwa hiyo mifumo, tuachane haya mambo ya mapepa, na kura zinakuwa zinahesabiwa, yani ni ziko live, kwa watu wanapovote wanavote, vitu vinakuwa live. Hiyo inakuwa easy ujue, sababu mtu ni kwenda tu pale sehemu ya kujiandikisha kupiga kura, anachagua watu anawataka, anatia kidole, boom, kitu tayari. Alafu ni mara moja, naweka mifumo kwamba ni one time, akijirudia mara ya pili inakuwa hamna kinachoendelea, umeona, kifanyiki chochote, naambia wewe ushapiga. Na hiyo itakuwa fresh. Alafu inawezekana ujue, sema basi tu ndio hivyo, unakuta kuna baadhi ya vitu yani hawawezi kuviruhusu ili kuweza kulinda vitu walivyonavyo, umeona. Lakini bana kiukweli kabisa yani haya mambo ya siasa yanatugawa sana. Yani sana kupita kiasi. Umeona hata umeona hata Diamond Platinum kilichomtokea, ilibidi mpaka atoe zile na videos, zile picha zilizokuwa na msupport Samia, ili kuweza kujilinda. Ni kama alijivua gambe, alafu baadaye alivyoapishwa akazirudisha tena. Sasa huo uoga wa hivyo wa nini? Kwa sababu inafikia stage sasa mtu anashindwa kusupport kwamba niko chama fulani kwa uoga kwamba anaweza nikazurika. Na hiyo ndio first time hiyo hofu imewakuta watu yani ndio mara ya kwanza yani, mpaka unajua mpaka Kenya wameshangaa sana. Na mimi nilikuwa naomba kitu kimoja, ni kama vijana, yani sisi vijana hapa, naongea na vijana, hatutakiwi kuwa na mambo ya mauchama, unakuwa kindaki labda ni Chadema kweli au ni CCM kweli. Hapana, wewe bana, wanakuja pale watu wanajinadi, angalia sera, umeona huyu anafaa, unapiga kura, umeona huyu anafaa, unampigia kura. Hivyo unajua itaondoa haya mambo ya misuguano kwamba CCM na Chadema mara kunana maadui. Kwa hiyo inakuwa iko safe sana, umeona. Na ingekuwa hivyo kwa sababu hivi vyama hivi bana, hizi ni taasisi zimeanzishwa na watu. CCM imeanzishwa na mtu, Chadema imeanzishwa na mtu. Kwa yule mtu ni kama anataka kuwin tender, umeona, ya kuhudumia serikali. Ana wafanya biashara bro, mwisho wa siku usiweke zile emotion kwamba ili nifanikiwe nahitaji Chadema, ili nifanikiwe nahitaji CCM ikae madarakani. Usiweke hizo emotions, kwa sababu mwisho wa siku wamiliki wa vile vyama wanapiga hela. Kuna ile mahela ruzuku ya uchaguzi yanaenda wanapiga. Ndio maana kuna vyama vingine hata visiposhinda vinajua bana, mimi nakuja leo naanzisha chama, hata kisiposhinda nishapiga ile ruzuku sana na hasara gani kila baada ya miaka 5. Ila anayopiga na uwezo wa kusurvive miaka 10. Kwa umeona mambo kama hayo. Kwamba tutumie akili vijana, na tusiwe tunapelekwa king'ombe, mara huko unakuwa maushabiki mengi, hamna. Ndio mwisho wa siku tutaingia barabarani. Alafu wale washikaji baada ya haya mavurugu kupigana, imekwaruzana huko uraiani, wenyewe wanaitana Ikulu, baadaye wanakunywa coffee pamoja, wanapongezana. So to shift mindset kiukweli, tuachane na hayo maswala. Mimi sijui, unaweza ukanifahamisha kwenye comment kama niko sawa au nimekosea. Na lengo la hii channel sio ya kudili sana kwa mambo ya siasa, ile ni kuinuana mwana vijana, kulingana na kutokana na ni kuhusu maendeleo, umeona, businesses nini hivyo, kupromote vitu vyetu. Mimi ndo lengo la hii channel, na ndo nimeanzisha, ni mpya. Kwa hiyo najaribu kuongelea haya maswala kwa sababu ndo yanayotokea kwa sasa hivi. Natoa tu mawazo yangu hivyo, yani natoa tu opinion. Kwa hiyo usiwe triggered au ile kutaka kuniattack kwamba huyu jamaa anavunga amejitoa sio wa Tanzania. Mimi naongelea wa Tanzania wote, sababu unaweza kwa Chadema afu bibi yako CCM, umeona. Kwa kama wewe ukizurika Tanzania bibi yako atafly. Kwa mwisho wa siku bwana, haya mauchama ni hapo, sio kuiendekeza sana. Turudi kwenye reality, umeona.
kwa watu waliopoteza maisha na kwa kinachoendelea, kwa sababu wao wamefariki alafu bado wameapisha. Kwa maana hawajali kuhusu wewe, yani wewe ni nothing, na sio mpinzani tu, hadi wewe ulioko kwenye tawala, chama tawala ni nothing bro. So special, maana kama kwa mfano mtu yuko chama tawala toka uhuru mpaka leo unakuta na struggle kinoma, yani na struggle ni kinoma, mpaka wanapofikia hatua ya kuwapa baiskeli, wanawapa kanga nini. Wewe ni maskini hivi, unaweza ukatoka hapa ukaenda kwa mtu anaishi Bahari Beach ukampa kitenge bro. Yani nafikiri umeelewa point yangu ni nini. Umeona? Kwa hiyo tusikubali kutumika sana yani kwenye haya masuala. Tufikirie kama wafanya biashara. Umeona? Tufikirie kama wao, tutaepuka mengi zaidi. Ni kufikiria kama wao, tusiwe product yao. Hivyo yani mimi ndio ninataka kusema. Kwa hiyo kama umeangalia mpaka sasa hivi, fanya kusubscribe kama bado hujasubscribe, share hii video vile like na comment. Kwa hiyo tutaonana katika video inayofuata. Sio channel ya siasa kiukweli, yani ni kuhusu kuinuana kiuchumi, vijana tukue vipi, ndio lengo la kuanzisha hii channel, kwa kupambania vitu vyetu sisi wenyewe. Hatuongelee mambo nitapata wapi kazi nzuri. Hayo hapo mambo mimi siongelea. Yani sio kwenye hii channel eti jinsi gani ya kuandika CV sijui kaajiriwe wapi. Hapa hamna. Hapa ni tunajenga vitu vyetu sisi wenyewe, vijana kama vijana tunakuja na idea zetu, tunasupportiana ili tujikwamue kiuchumi. Unatakiwa ujue kwamba ukosefu wa ajira wenyewe ni biashara vile kwa watu wengine. Hicho ni kitu unatakiwa ujue. Unapokosa ajira, unafanya wale walioajiriwa kwanza unawaweka under control, alafu vile wanawalipa wanavyotaka, na wanaambiwa ukizingua tunakutoa, tunamta kukurepressia. Kwa hiyo kubali kinachotokea kwa sasa. Kwa ndivyo ilivyo jamani. Msizani hawa hawana uwezo wa kuajiri watu hata wote kesho, lakini no, ni system ndio iko hivyo na inatakiwa iwe hivyo. Kwa hiyo tuonane katika video inayofuata.